Sio lazima ukate kabisa mpaka mwisho kabisa kama mpaka uingie barabarani. As his own resurrection occurred in Matthew 28 and in other passages. And the same kind of resurrection to which every believer in Christ looks forward when the Lord Jesus comes back again. 1 Thessalonians chapter 4 says the dead in Christ shall rise first. So there are two resurrections, a spiritual resurrection and a physical resurrection of the body from death and the grave. But thirdly, there is a national resurrection for Israel, a time when all three kinds of resurrection will be experienced by Jews. Some living at that time will be spiritually reborn. Others who have died will be raised from death and the grave, and there will be a national restoration to the land of Palestine, when saints from all 12 tribes will be reunited. Hii barabara yenyewe haina kushoto wala kulia, lakini ni nzuri tu. Isaiah chapter 26 verses 12 through 19, Jeremiah 16 verses 14 to 15. Naona yani wewe gari chochote kile kitokea kama ni wiper usiconcern sana kwa wakati huo. Jali usalama kwanza kwa barabarani, nenda kulia immediately. And inasmuch as holy ones of past generations have died, and many more will die during the tribulation, it is reasonable to assume that a physical resurrection will be necessary. And then finally, a national resurrection of Israel is necessary if she is to inherit the promises given to her as a nation by God. But a bodily resurrection of individuals is most assuredly in view here, as observed in the use of the words many and some and dust of the earth. Note those words. After our first parents had sinned, God said to Adam, hapo sasa, yani hapo nimeanza kuona nadiria. Unaona hiyo transition sasa ndo ninayoitaka sasa. Ukienda unajua tu kadiria kwamba kuna mahali ukifika unapunguza kwenye bumps, hivyo tunatembea. Unaona hiyo nakupa 10 out of 10. Sasa mara nyingi mtu akishega mpongeza, kinachofuata ni mwalimu. Wewe fanya tu do your best. Hapa tunaenda? Chagua wewe unapotoka kwenda. Ngome sitaki nikupe maelekezo mengi. Mimi nitakuwa nakwambia tu unapozingua. Scattered among the Gentiles, and that a national restoration will. Sasa mimi ukajua ndo muda wa msosi za kwa sababu ratiba walikuwa yani sisi walituma ratiba, hakuna mtu atakwambia huu ni muda wa chakula wala nini, unafuata tu ratiba. Sasa mimi hiyo siku ya kwanza maana tulitumia ratiba hata kabla hatujafika camp. Kumbe kuna wale returners, yani unajua wao watu wa camp wakishana nilia twende na watu. Unaona hapo tutaenda kufanya roundabout ya sababu tutaingia hivi. Tuingia hivi. Hii ni cycle, kwa hiyo hakuna sawa twende. Unaona watu wa camp wao wenyewe kwa sababu wameshafanya camp hizi muda mrefu, kwa hiyo kuna wakati wanachukulia vitu vingine ni kawaida. Collision prevent assist plus inoperative. Hiyo imeshana nilia. Ni feature ambayo inakuaga ni premium sasa. Nadhani ilishakuwa disabled, lakini haina nani, ni ya kusaidia tu kwenye kama kuna ajali ama ukakosa msosi siku. Siku nikakosa msosi bwana. Nikasema kumbe usifanye kwa mjanja hapa unaweza ukajikuta. Na ukishakosa chakula wewe huyo. Hadi unakosaje msosi? Inatakiwa kuachie. Amna, kwa sababu hakuna mtu anajua kama umekuja kwenye dining hall ama hujaja. Alafu wengine ni
tutaenda kushoto. Alafu wengine hawapendi tu kwenda, hawapendi kula hiyo siku, labda ameoda chakula mahali kwingine, unaona. Kwa hiyo hakuna mtu atakutafuta kukuuliza vipi ujaje, sile autonomy. Unajua wewe ni mtu mzima, kwa hiyo ratiba unayafa uzima umekaza amenyoka hivi. Shamba ratiba ni haraka. Yaani akishatuma tu ratiba ukizingua hiyo ni ndo inaleta na ile maana halisi ya kwamba yani huku ni sheria. Ukiambiwa njoo na saa mkononi akisha kunayo. Unaona? Yaani ukizingua tu kitu kidogo tayari wao sasa hiyo ni juu yako, lazima uwe responsible. Kiwa njaa, lakini siku iliyofuata tutazunguka, tutaenda. Siku iliyofuata wewe nilikuwa mjanja leo. Na vyakula vyao hivyo mamikate.